Mtakatifu ndiyo connectivity kati ya Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Baba na Mungu Mwana. Ndiyo maana ukisoma Yesu anawaambia wanafunzi wake, yawafaa ninyi. Hebu sema yawafaa ninyi. Yaani anasema yawafaa ninyi mimi Yesu niondoke. Kwa sababu mimi nisipoondoka yule Roho Mtakatifu hatakuja kwenu. Lakini Roho Mtakatifu akija kwenu ndiye atakuwa connectivity. Atakuwa ndio daraja. Roho Mtakatifu ndiye anatuunganisha na Mungu Baba na Mungu Mwana. Na ndio maana Biblia inasema kwamba yule asiye na Roho wa Bwana huyo sio wa kwake. Unapokuwa unamwachia Roho Mtakatifu unakuwa umeungamanishwa kwenye kiti cha enzi moja kwa moja. Na sasa hivi kila mtu ajifunze kunena. Hebu sema kunena. Achana hayo maombi ya Mungu okoa, Mungu tenda, Mungu tembea, achana hayo. Umepita wakati wake. Kunatakiwa kuwe na umeme kwa sababu dunia itaendelea kuwa na majanga makubwa kuliko haya. Nisikilize mimi mtu wa mbinguni kwamba corona unaoiona hiki ni cha mtoto ukilinganisha na mambo mengine yanayokuja huko mbele, ambayo cancellation peke yake ni uwezo wa Roho Mtakatifu. Unanisikia The power of the Holy Spirit in us is a divine cancellation of radiation and whatever scientific planted by the devil to affect our bodies. Tunahitaji miili yetu. Ingawa sisi ni roho, lakini roho haiwezi kuhubiri ikiwa nje ya miili. Agenda ya dunia ni kuwa na radiation, kuwa na mionzi, kuwa na rays, kuwa na kila kitu chenye uwezo wa kututoa sisi ndani ya miili yetu. Na sisi tunaajiri, hebu sema tunaajiri. Tunaajiri umeme wa kiti cha enzi. Tuna employ sauti ya kwenye kiti cha enzi. Tunaajiri joto la kwenye kiti cha enzi. Tunaajiri maporomoko ya maji kwenye kiti cha enzi. Piga kelele sema amen, amen, amen. Namalizia kusoma ile Ufunuo sura ya 4 niliyokuwa nasoma. Tumesema kwenye kiti cha enzi kuna ngurumo na kuna taa 7 za moto. Hebu sema za moto. Zikiwaka mbele ya kile kiti cha enzi ndizo roho 7 za Mungu. Hebu sema roho 7 za Mungu. Roho 7 za Mungu ndio macho 7 ya Mungu. Yao kwenye kiti cha enzi. Macho 7 ya Mungu maana yake it is the fullness of what God can do. Macho 7 ya Mungu maana yake it is the fullness of the greatness. Ni ule ukubwa ya yote anaweza. Macho 7 ya Mungu yanatenda kazi duniani. Utasoma kwa kwenye kitabu cha Isaya utayaona. Yameandikwa pale, juu yako patakaa roho ya hekima, roho ya nguvu, roho ya shauri, roho ya kumcha Bwana. Ziko roho 7 pale zimewekwa pale. Na ndio fullness ya Mungu, ndio macho ya Mungu yako kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo unapokuwa unanena kwa lugha, macho 7 ya Mungu yanaachiliwa ndani yako. Unapokuwa unanena kwa lugha, umeme wa mbinguni unaachiliwa ndani yako. Sauti ya mbinguni inaachiliwa ndani yako. Mwanga wa mbinguni unaachiliwa ndani yako. Joto la mbinguni linaachiliwa ndani yako. Na ndani yako kuna Yesu. Na wewe mwenyewe ni miali ya moto. Corona atakuja saa ngapi? Hawezi kuja. Kwa hiyo na bado ule mstari unaofuata. Mstari wa 6. Na mbele ya kile kiti cha enzi kulikuwa na mfano wa bahari ya kioo. Hebu sema bahari ya kioo. Rudia tena. Kuna maji pia ambayo unaweza kuruhusu hydroelectric power. Kwa hiyo maji ya kwenye kiti cha enzi yanaweza kububujika yakamwosha mtu. Lakini kupitia nini? Kupitia Roho Mtakatifu. Hebu sema Roho Mtakatifu. Rudia tena. Anaenena sana atakuwa salama sana. Anaenena kimaluelue utakuwa salama kimaluelue. Nakwambia hivyo ili kila mtu apasuke. Acha ile arabashendara indarara kapato jiachie. Kunena sio lazima upaze sauti kubwa, hata kama ni kidogo. Imaraba capacity, jiachie mbele za Roho Mtakatifu. Biblia inasema msilewe kwa mvinyo ambao kuna ufisadi, lakini mjaze Roho. Ina maana ulevi wa mvinyo kwenye Biblia unafananishwa na ujazo wa Roho Mtakatifu. Yaani unajazwa mpaka unalewa, yani kirama capacity uko ndi chwa, na ukilala unalala na hangover. Unanielewa Yaani unafumba macho. Na ndio maana ni wakati wa kila askari. Hebu sema kila askari. Ubebe SMG yako, beba AK47, beba rocket launcher, weka mgongoni, panda ndani ya lori, twende vitani. Dandia lori, dandia basi. Kila msichana, kila binti, kila kaka, kila mzee, dandia basi linalokwenda vitani. Beba wewe na wanao na watoto wako, beba silaha yako, tutajua huko mbele.
The battle lines are drawn. Yaani ile vita imeshapangwa. Sasa unabebaje AK47 unapokuwa naomba sasa? Unapokuwa naomba imaramashi, kwa sababu wewe ni shoka la Bwana. Wewe ni silaha za Bwana za nini? Yaani Mungu anapotaka kuchukua silaha afyatue, anakuchukua wewe. Umeelewa? Mungu hawezi kufyatua mwenyewe. Anapotaka naangalia hawa ni wafyatue kwa kombola gani? Anasema nitumie kombola linaloitwa Baraka Tege. Anachukua kombola lake Baraka Tege, fya. Unasikia wamefariki wangapi? 800. Wamekufaje? Wamekufa na unity 1000 za Baraka Tege. Unity za maangamizi. Kwa sababu wewe ndio silaha. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho unaweza kugeuka kuwa ndege ya kivita. Unaweza kugeuka kuwa kifaru cha kivita. Unaweza kugeuka kuwa mzinga wa kivita. Unaweza kugeuka kuwa ndege ya kivita. Wewe ni vyovyote unavyopenda kuwa, sawa sawa na vita unayotaka kupigana. And you know what? Just speak. Just speak who you want to be at that time, at that material time, depending on the battle you want to fight and the victory you want to attain. Just speak a word. Sema tu neno. Unataka uwe nani kwa wakati ule, kutegemea na vita unayopigana na kutegemea na machinjo unayotaka uyafanye. Unaweza kuomba himarabakapashatata. Ngurumo ya Mungu inakuja hiyo. Kwenye ulimwengu wa roho mashetani wanaziba masikio. Tutapasuliwa kwa wewe kutamka tu. Kila neno unaolitamka limetamkwa na Ben Elohim. Lipo. Tamka, 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 tamka. Ukiwa unaomba unaambia himarakapasiti bibi. Shala wa moto ule. Nuru ya ulimwengu inakuja. Ukiwa unasema hivyo anaona mwambie rafiki yake Yesu anakuja huyo. Mfanyakazi mwenzake na Mungu Baba anakuja. Waambie shamba la Mungu linakuja. Waambie tawi ndani ya mzabibu linakuja hilo. It's a time of identification. To identify. And your victory not comes from what you are, comes from your identification. Have him to up. Naudia tena, have him to up. Na anayenisikiza mahali popote ufi. Utayaona tu malipo yasio haki. Ila wewe hufi. Unajua unaweza kumemzoea huyu ukasema ni mhubiri mzuri. Huyu sio mhubiri mzuri. He is an executor of God's will now. Wale ambao hamjui Kiingereza, tafasiri yake. Unajua huyu ni mhubiri mzuri, lakini sio. Ni executor wa yale ambayo Mungu anataka kutenda sasa hivi duniani. Executor anaitwaje? Saidieni. Mtendaji. Mtendaji anakuwa kama katibu mtendaji. Lawyer angetoa neno zuri hapo. What is an execution? I say lawyers, what is an execution? If I am taught to execute. Kutekeleza. Sawa Esther. Kutekeleza. Yaani mimi hapa mbinguni wana agenda ya sasa hivi. Wanataka kuitekeleza kupitia mtu huyu unayemwona hapa. Wanataka watekeleze agenda yao, na hiyo agenda ina uhusiano na wewe.